Mambo mlembo? Poa za wewe? Salama. Katika tasnia ya uigizaji ni kitu gani kilikufanya ukataka kukata tamaa? Vipo vitu vingi ambavyo vilinifanya nikate tamaa, lakini nikaona hakuna kitu ambacho kikosi changamoto katika maisha. Kitu ambacho kizuri lazima kiwe kina changamoto ili ufike pale unapopahitaji. Kwa nikapambana nazo, ni vitu vingi. Sometimes unakuta unafanya kazi na mtu anakwambia hivi, siwezi kufanya kazi na wewe paka hivyo, umenielewa? Lakini unakuta unapambana. Wewe katika tasnia ushawahi kufanya hicho kitendo ili upate nafasi ya kufanya kazi? Hapana, sijawahi. Mimi naamini kwenye uwezo wangu. Naamini uwezo ninao. Kwa hiyo siwezi kufanya kitu kama hicho kwa ajili ya kupata kitu fulani. Kwa hiyo una vitu kama hivyo, ukianza kwa uongo lazima umalize na kwa uongo. Kwa hiyo nikianza kwa njia kama hiyo itanibidi nimalize kwa njia kama hiyo. Mimi sitaki nifikie huko. Naamini uwezo wangu nao. Unatamani kufika wapi katika karia yako ya sanaa? Na malengo mengi sana. Natamani nije kuwa mtu mkubwa. Kuna vitu ambavyo natamani kuvifanya kupitia sanaa. Na naamini nitavifanya kwa sababu muda unavyozidi kuona naona matunda yake. Nani alikuvutia mpaka kuingia katika sanaa? Mimi tuseme mimi kama mimi ndo tangia naanza kujitambua, ni kitu ambacho nilikuwa nakipenda sana. Okay. Ni nani kwa mara ya kwanza alikupa nafasi ya kukuambia kwamba unaweza na kuingia katika tasnia ya sanaa kwanza kufanya kazi? Mtu wa kwanza kunipa nafasi nimeanza kufanya kazi ilikuwa sehemu kuna mkaka anajiita bosi mtoto ndo jina lake. Huyo ndo nilianza kufanya naye kazi, nikatoka hapo nikaenda kwa Eliza Mideko, then ndo nikaja kwa Mr. Mwanya. Ndo nashukuru alinipokea vizuri, yani nilivyoingia kwa Mr. Mwanya sikujiona kama ni mtu ambaye ni mpweke mnyonge, yani niliingia alinipokea vizuri sana. Katika nafasi zote hizo tatu ulizopitia, unaweza kuelezea watu kwa nafasi gani? Kwanza na huyo bosi na Mideko pamoja na Mwanya. Kwa nafasi gani sijaelewa? Katika tasnia yako wewe, wamekupush kwa namna gani mpaka kufikia hata robo ya mafanikio yako? Okay. Wengi walinipush kutokana na uwezo wao ulipoishia. Lakini nimshukuru sana Mr. Mwanya kwa kuwa yeye alinionyeshia mwanga ulipo. Japokuwa nao wengine walikuwa wananipush, lakini sio kama alivyokuwa anafanya Mr. Mwanya. Ujue wasanii wengi wanakuwa sijui nisemaje. Unakuta mtu anakuwa na msanii lakini hamchukulii manani kama huyu ni msanii wangu. Unakuta mtu anakuwa na msanii anamfanisha, anamshutisha sijui hivi na hivi, lakini anakuwa anamchukulia kama tu ni mtu wa kawaida. Lakini Mwanya anakuonesha thamani. Mimi nimekuja kwa Mwanya nikopo na followers wachache sana. Lakini nimeshoot naye, alinicollaborate. Lakini hicho kitu ambacho sijawahi kufanywa na huko before nilipotoka nyuma. Wengi tu wanakuwa hivyo, wanakutumia wanakuacha, lakini yeye anaona usamani wako. Unawashauri nini wadada ambao wao wanaamini mpaka watoe rushwa ya ngono katika kufanya karia zao zifike juu zaidi? Mimi naambia waache hicho kitu kwa sababu sio kitu kizuri. Kwa sababu mimi naamini ukianza kufanya hicho kitu, utaharibikiwa. Dakika za mwisho unajua utimiza malengo yako, ushapata magonjwa. Kwa hiyo kama unaamini kuna uwezo wako, pambana na uwezo wako wewe. Mungu anamwona kila mtu. Na muombae Mungu achoki. Mungu anampambania kila mtu. Kwa hiyo kama unaamini kuna uwezo wako, focus na uwezo wako ulipo kweli. Njia itanyoka. Kwambia hakuna unasema hivi, hakuna jaribu lisilo na njia ya kutokea. Kwa hiyo ukiona jaribu lako linapozidi kuwa gumu, ndio njia yako inavyozidi kufunguka. Yeah.